mwangu usilie tena, moyo wangu usibabaike, naye Mungu mkuu sana, naye Mungu muweza wa yote. Aliingia rohoni mwangu kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie tena. Aliingia rohoni mwangu kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie tena. Ninajua shida zangu mimi nitazitatua, bila Yesu mimi ni mtu bure, bila Yesu mimi ni mtu bure. Yesu mwanga wangu, kati huzuni Yesu ni mfariji, kati vita Yesu mwanga wangu, kati njaa Yesu mkate wa uzima. Yesu kimbilio, hajawahi kuniacha. Yesu mwanga wangu, mahali pa kujificha. Yesu kimbilio, hajawahi kuniacha. Yesu mwanga wangu, mahali pa kujificha. Anjua shida zangu, yeye anazitatua. Bila Yesu mimi ni mtu bure, bila Yesu mimi ni mtu bure. Mwanawe aliingia rohoni mwangu kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie. Aliingia rohoni mwangu kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie. Najua shida zangu mimi nitazitatua, bila Yesu mimi ni, bila Yesu mimi ni mtu bure. Aliingia rohoni mwangu kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie. Aliingia rohoni mwangu kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie tena. Ninajua shida zangu mimi nitazitatua, bila Yesu mimi ni mtu, bila Yesu mimi ni mtu bure. Ndani ya Kristo ninaweka tumaini langu, ewe Bwana wangu ningekuwa wapi? Ndani ya Kristo ninaweka tumaini langu, sijui bila wewe Bwana wangu ningekuwa wapi? Yawe wewe yote kwangu, Yawe wewe yote kwangu, Yawe wewe yote kwangu, Yawe wewe yote, Yawe wewe yote kwangu, Yawe wewe yote kwangu, Yawe wewe yote kwangu. Yawe ningekuwa wapi? Yawe wewe yote kwangu, Yawe wewe yote kwangu.
Naam, bila shaka yeye yawe amekuwa kwamba ni yote kwa maisha yetu, na kwa kweli tunaendelea kukiri kwamba yeye ni yote juu ya maisha yetu, na kama ilivyo kawaida ni kwamba tunakukaribisha tena mara tena kwa sababu ya show yetu ya kumpa Mungu shukrani, haswa kwa sababu ya maisha ambayo ametupa. Amefanya kwamba kila mmoja awe na afueni na aweze kufika katika siku hii ya leo, ili kama tuweze kumshukuru kwa sababu yeye ni Yawe. Amefanya makuu ya maisha yetu, amefanya kila jambo lililo zuri ili kuhakikisha kwamba kila mmoja wetu siku ya leo ako na afueni, hajalia, haja complain kwa lolote, kwa sababu yeye tu unajua kila kitu ambacho anakusudia juu ya maisha yetu. Karibu sana katika siku hii ya leo, nakwambia so this very day nakwambia kwamba iko vizuri. Ile ndio siku watu walikuwa wanangojea sana, wanangojea mambo mengi sana. Like ikiwa ni siku ya Thursday, watu wamekuwa sokoni wakiwa wanangojea kwamba niweze kupata kidogo pesa ya kuweza kulipata fees. Unaona kwamba wiki mbili hivi watoto watakuwa wanaketi kwa sababu ya mtihani wa kitaifa. Kwa hivyo kuna mengi ambayo yako katika akili za wale ambao wanaendelea kututizama siku ya leo, ama wewe ambao unaendelea kututizama siku ya leo. Kuna mengi ambayo yako katika akili yako na mawazo yako, kidogo najaribu kujiuliza nitafanya lipi na lipi, ili kama niweze kujistahimili na hata kwamba niweze kusonga mbele kutoka mahala nilipo siku hii ya leo. Ndio kwamba pia kuna changamoto ambazo kwa kweli umezipitia, lakini naamini kwamba Bwana wetu siku ya leo anaenda kuwa pamoja na sisi na ataweza kutubariki virasmi. Naona tu kuna mtu hapa anaitwa Kibaki, shabiki mgeni nikidhani. Bwana Kibaki, hujambo? Bwana Kibaki, hujambo? Hello? Kibaki? Halo? Bwana Kibaki, hujambo? Nadhani kwamba kumekuwa na itilafu kidogo, aweze kanipata, lakini nitaweza kurejea kwake baadaye ili akaweze kuongea, kwa sababu simpati kwa hivi sasa. Hebu nijaribu kusikia kwamba kama mimi niko hewani ama leo pia niko katika zile harakati za kwangu bila kujua kama masuala ya kwangu yako vizuri katika siku ya leo. Acha niangalie pale. Alright, nimeona kwamba huenda anaongea lakini simsikii. Hebu kidogo. Alright, nimeona kwamba huenda niko vizuri. Huenda ni sauti yake sijaiangalia. Naiangalia tu hivi sasa, usijali kaka yangu. Bakia tu hapo tukiendelea. So anyway, karibu sana kwa wale wote ambao mko kutoka maeneo yote nchini, kaskazini, kusini, mashariki, magharibi, ili kama tujiunge kwa pamoja katika siku hii ya leo, ambapo ni siku yangu ya kuzaliwa, siku ambayo mimi nilizaliwa siku ya Wednesday by the way. Nisikia siku mwingine mtu akiambiwa kwamba wewe mwenye ulizaliwa siku ya Saturday, wewe ni mchawi. Okay, sisemi kwamba heri mimi, lakini nasema kwamba okay, it's good. Nashukuru Mungu, unajua nashukuru Mungu kwa sababu hii haijakuwa tu ni kawaida, haijakuwa tu ni kwa sababu ya nguvu zangu, imekuwa tu ni kwa sababu Mungu alijalia tu akasema, papa utaishi hivi, na hata kama tumevuka mwaka huu bado tunangojea pia tutavuka mwaka mwingine, kwa sababu tuna imani kwamba Mungu atakuwa pamoja na sisi, na ili tuendelee kwenye mashine ya Christ kila siku, au sio?
So itakuwa ni vizuri kwa wale wote ambao mnaendelea kutizama. Naona kwamba Cyrus mtoto wa Rose anatuangalia pale, anaendelea kutufuatilia. God bless you. Na watu wengi ambao bado wanaendelea kutufuatilia kutoka maeneo yote nchini. Kibaki pole kwa sababu sikukupata, lakini tutajua kwamba hali ya mitambo iko namna gani. Tutaweza kushughulikia swala hilo, ama ikiwa kwamba ni wewe huko unaongea, tutajua pia katika njia hii ya ambayo ni njia nzuri. So anyway, leo ikuwa ni siku yangu. Kuna vitu ambavyo tutaweza kuviongelea haswa siku ya hii ya leo. Mimi sina mengi, it's only you to talk to me. Sina mambo mengi. Nimeweka pale link ambao unaweza ukashare na ndugu zako, jamaa. Leo ikiwa kwamba ni siku kuu. Unaona pale Irene alikuwa ashasema kwamba number 1 waiting. Kwa hivyo ikiwa kama ulikuwa na waiting pale, hiyo waiting card yako najua uko nayo. Kwa hivyo hivi sasa itakuwa ni vizuri kiingia pamoja na sisi katika mida hii ya sasa hivi. So tunataka tuweze tukaomba ili kama tuweze kuanza show kama ilivyo kawaida ama kama ilivyo rasmi. So unajua kwamba tunarasmisha vitu kwa njia ya maombi ili kwamba mambo yakiwa rasmi kwa njia hiyo, basi unapata kwamba tunasonga kwa njia taratibu. Naomba kwamba tuweze kuomba kwa pamoja katika jina la Kristo Yesu. Naona pale Dan ameingia, kwa hivyo acha iweze kuingia pale, nimemweka pale akiendelea kungojea pale, tukiomba kwa pamoja. Bwana, tunakushukuru kwa sababu wewe ni mwaminifu. Tunakushukuru kwa sababu wewe umetulinda. Tunakushukuru kwa sababu Bwana wewe umetuangazia siku nzima. Baba wetu, haujatuacha, umekuwa pamoja na sisi, and we are grateful kwamba Bwana hata baki tulivyo, bali utakuwa kwamba Bwana unabadilisha kila hali katika maisha yetu, unaenda kubadilisha kila njia mbovu katika maisha yetu. Bwana, siku hii Bwana tunaikabidhi mikononi mwako. Tunasema asante Baba, asante kwa kibali cha uhai, asante kwa sababu ya mwaka mwingine, asante kwa sababu ya mambo mengi ambayo Bwana bado utazidi kutenda juu ya maisha yetu. Asante kwa sababu Bwana unatupenda, unatujali, unatuelimisha, unatuwezesha kwa kila hali. Bwana wewe usujudiwe milele na milele. Asante kwa sababu Bwana utakuwa na sisi hadi tamati ya kipindi hiki, katika jina la Kristo Yesu tumeweza kuomba na tuseme amen. Dan Mundeku Mokulu Mobema, ujambo bwana? Ni kama leo neti inakusumbua na gani bwana? Leo naona hata nataka nisonge karibu na hii kitu kwa sababu naona inanisumbua kidogo. Mbona inakusumbua bwana? Isikusumbue bwana. Unajua saa zingine unaenda sehemu na ionekani vizuri, lakini sasa unanipata vizuri. Nakupata loud and clear vizuri kabisa. Kabisa, nimejaribu kutengeneza. Unajua saa zingine pesa ni kidogo, bundles pia ni shida, na lazima tutegemea hizi vitu zingine. Sasa maisha ni hivyo, tunasukuma tukiendelea mbele. Ndio, ni kweli. Asa utueleze siku yako imekuwa namna gani, na kidogo unatupata kutoka maeneo gani, ili tuweze kuendelea kwa njia nzuri. Leo siku imekuwa nzuri sana. Nimeenda kutembea huku saizi za Kangeni kidogo, saizi za Westland huku. Yes. Ndio huko sasa tuko, kuna kitu tulienda kujaribu kutengeneza vile nchi inasonga mbele. Oh yes. Unajua nchi lazima isonge mbele. Lazima isonge mbele nakwambia. Ndio hiyo sasa, unajua lazima ukitaka nchi isonge mbele, ukai tu kwenu peke yake. Unaenda huko, mnajadiliana, ndio unajua wale wanafanya nini na huko nini nafanyika na gani ni nzuri na gani nafaa tutoe, ndio tupate ile ambaye tukifanya at least nchi inaweza songa mbele kwa upande wowote. Ndio hiyo sasa. Hivyo ni kumaanisha kwamba leo kidogo umejispoil na kutembea kidogo, utembee, usafiri leo, mwili umefurahi. Imefurahi sana hata saa hizi. Sawa, unajua sasa nilikwambia siku moja Dubai tutaongea, tupate nafasi siku moja. Ya tupate kuwalemesha wananchi kidogo. Ni vizuri. Ndio hiyo, lakini sasa itabidi nikiomba nafasi siku moja.
Kwa nafasi nzuri, at least tupate wananchi wapate kujua yale ambayo ni muhimu kwa maisha yao. Ndio Kabisa. Haya, karibu tena kwenye show ya leo, ikiwa kama leo ni birthday ya kwangu hapa. Pia tunaendelea kuongelea kuhusu swala fulani bana. Niimbie, nataka kuimbiwa bwana, hata sauti yako ikuwe namna gani Mobema, leo lazima utaimba. Hebu bwana tuimbe bwana. Mimi nataka nikuimbie wimbo moja. Hii wimbo hii napenda sana. Hii wimbo ni ile sijaishika vizuri. Lakini nimejua vile inaendelea. Okay. Hii wimbo imeimbwa na Karis. Unajua mwenye anaitwa Karis? Namjua kabisa. Huyu anakaa huyu wa Meru huyu. Anaimba hii wimbo yake inamgaa sijui muziki bila nguo hiyo. Naimba kuna siku sitasahau. Tulikuwa tukicheza densi. Mwaka mpya Ongatarongai. Ilikuwa siku ya huzuni. Ngoma mpya ilikuwa imejaa na vijana. Inaenda hivyo, unaijua? Hiyo pia iko. Hiyo napenda sana kwa sababu huyo mjamaa anaimba, lakini kuna yale ambayo anaimba ukisikia vizuri unapata kuelimika, lakini kwa sababu ni birthday yako ile tu naweza omba tu Mwenyezi Mungu hakuongeze hekima saa zile tunaendelea mbele, uzudi kupata maarifa mengi ili wananchi waweze kupata yale mazuri kutoka kwako. Nakuombea tu ila laheri. Asante. Mungu akupee miaka ingine tena na kuwe mzee yule mwenye ako na hekima hapo mbele. Niwe mzee wa hekima bwana. Unajua saa zingine kuna wazee wengine unapata saa zile wako kijana ni wazuri, wakifika huko mbele wanakuwa confused, hujui ni vijana, hujui ni nini, wanaharibu wasichana wetu wadogo mara nini. Unajua sasa mzee akiwa na pesa na anafikiria bado vitu za hii na hii ni ya dunia. Sasa zingine haikuangi nzuri vile, lakini tunaomba wewe ukuwe na taarifa ile mzuri na naona wewe utakuwa nayo. Amen, amen, amen. Kabisa. Blessed mama ameingia, salimia. Blessed mom, karibu sana, ujambo? Habari zenu? Tuko salama. Unanipata? Kabisa, tunakupata loud and clear. Hata mimi nakupata vizuri. Ni mgeni hapa ndani. Ndio mara yangu ya kwanza kuingia. So nilikuwa nashukuru Mola juu tutajuana, tutaendelea kujuana polepole. Ile kitu imefanya nikaingia. Kuna huyu mwenye mko na yeye nimesikia akisema sijui ako pande za Kangemi, sijui amesema ako pande gani, so nikastuka nikashindwa. Ni jirani yangu hapo Ungwaro, nimuite atutembelee. Ndio nimeingia nimuulize. Si mimi naishi hapo Ungwaro Riruta, hapa karibu na police station. Karibu na police station. Nafika Kangemi town. Nimejua sasa mimi sijakuwa huku, lakini niko hapa inaitwa communication. Unajua hapo? Unajua Ungwaro? Ungwaro sijajua vizuri. Ungwaro ukitoka Kangemi si mbali, si ni karibu tu. Lakini sasa mimi niko huku saiza. Inaitwa sijui hapa kwa karibu na hapa kwa telecommunication ni offices zao. Unajua hapo? Mimi ni mwenyeji huko kwote mpaka West kwote, mimi ni makanga wa hizo route zote. Sasa hiyo ni sawa. Tuko tu karibu, lakini hata kesho nataka nirudi huko Kiserian kidogo tena nikae. Sasa wewe naona kama tutakuja kujuana juu hata Kiserian bado niko na watu huko Rongai pale Masai Lodge. Hapo Masai Lodge. Sasa ukifika hapo unachukua ya Kiserian, ukifika hapo Kiserian unapata tumepiga kambi hapo sana. Kiserian town. Sasa
We naona kama tuko pamoja, so nimewasalimia na nimesikia mkiongea vizuri, so nilikuwa nauliza maswali. Papa Isaac, sijui sasa kama umenipea nafasi niongee, maswali nimeacha. Umepewa nafasi. Karibu sana, tuingie kwenye mjadala wa leo na pia kwenye maamkuzi ama kujuliana hali kwa mwisho hapa. Tunasema kujuliana hali kwa jioni kunaitwaje? Mimi hata sichikanishangi. Okay, kusabahiana na pia kuambiana heri. Lakini unajua wewe ni mgeni kwa leo, sijui ni kwa sababu nimevuka mwaka, lakini tutajua tuambia. Na unajua ukiona mtu ameanza kukuambia ni mgeni hivyo, ni ile njia ya kukuambia hata kama hakutuma kitu yeye ni mgeni. Okay. Na si ulisema leo tuko na bash. Mimi kitu ya kwanza na kuwisha happy birthday to you. Uishi maisha marefu, miaka mingi, tuendelee kuonana. Thank you. Hiyo ndio furaha yangu. So sijui kama utaniruhusu nipeane maandiko, iko hapa kwa kitabu cha Zaburi 138 mstari wa 3, na sijui kama utatusomea. Umeruhusiwa kwa Kizungu sana. Inaitwa Psalms. Unajua mimi sikuangi msomi vile, but naelewa ni Psalms 138 alafu mstari wa 3. Psalms 138 mstari wa 3. Let me check. I'm just Mobimu ni kama ametoka kwa sababu ya masuala ya internet pale inamsumbua, lakini atarejea. Let me see this. I'm seeing ndio tuweze kuingia. Otherwise, by the way, day imekuwa nzuri. Ni vile tuliangalia hapa kwamba hatungekuwa na keki mbili. Sasa tukiwa na keki mbili, kuna ile ya nyumbani, kuna ya hapa. Sasa na hapa watu nakuja kuonesha hapa watu hewani. Kwa nini? Mimi sipendi kuonesha vitu zangu hewani sana, so niko hivyo tu. Blessed mama amesema Psalms ngapi? By the way, niko na Biblia ya Kiswahili hapa. Ni Psalms 138 mstari wa 3. Psalms 138. Psalms mstari 138. 138 mstari wa 3. Na tukiendelea na hiyo mjadala, Dan sijui Mobimba Mondeku Monini, mimi uzee inanikalia, siwezi taja hiyo jina. Ututumie namba yako hapa kwa private chat juu tushakuwa majirani. Sasa nikusomee hiyo. Unajua leo juu ni siku yake, acha kwanza nimsomee hii inasema aje. Psalms 138. Ndio. Inasema hivi: In the day when I cried out, you answered me and made me bold with strength in my soul. Yes. Hiyo sasa. Si hiyo? Ndio hiyo tu. Kabisa. Hii imetoka kwa Biblia takatifu. Nimeshukuru sana. So hiyo maandiko nimeipeana kwa sababu gani? Nimepeana hiyo maandiko kwa sababu kuna watu wakipata shida wanalilia watu. Yes. Kuna watu wakipata wamegonjeka wanalilia watu. Sasa nimekuja hapa nikuambie, wakati umepatwa na tatizo, mulilie Mungu. Muite Mungu. Unaweza kulilia mwanadamu akawa analia ile machozi ya uongo. Wengine hujipaka hata mate ati ni kulia analia. Yes. Lakini ndani yake anajua hata kusaidia. Kuna kitu nakumbukanga mpaka inanitoa machozi. Kuna siku Kalonzo walikubaliana na baba ya kwamba wataenda pale anaenda kuapishwa. Na kuambia the last minute alipotea. Aliingia ndani ya mahindi.
Kwa hivyo mwanadamu anaweza kukudisappoint. Usililie mwanadamu. Wakati umepata tatizo, wakati uko pale hospitali uko ICU, lia machozi. Ambia Bwana, si ulisema mimi nikikulilia utasikia na utanijibu. Sasa niponye ndio nitoke hapa niende nikashuhudie mbele ya watu. Kwa sababu kuna mtu atakwambia nitakusaidia. Nitakukopesha pesa upeleke mtoto shule. Ikifika ile siku anakuambia sasa yeye ndiye ako mgonjwa na si mgonjwa. Pesa alikuwa kukopesha, sio lazima, ilikuwa tu ni deni. Kwa hivyo anaweza kukufanyia vile anataka. Lakini huyu Mungu ukimulilia vile wana wa Israeli walimulilia, yeye anasikia na anakuponya na hizo tabu zako. Kabisa. Kwa hivyo usikae ati ukiwa na shida unaanza kulilia wanadamu. Wanadamu watakuaibisha. Yes. Wewe mulilie Mungu. Kwa hivyo hiyo maandiko ni mzuri sana. Wale wangependa kuisoma wataenda wasome polepole wakiwa wametulia. Unajua maandiko itakangi haraka haraka. Inafaa unaisoma, unaichambua, unaielewa kiundani inamaanisha nini. Ndio. Kwa hivyo hizo kukiwa na shida, wacha kushinda ukienda kulilia jamii, watakudisappoint. Wewe mulilie Mungu na Mungu ndiye atakuokoa. Ni hayo tu kwa leo. Sijui mjadala ilikuwa ni gani, ndio nimetoka Ungwaro sahi. Ungwaro inasemaje? Lakini Ungwaro Liruta inasema namna gani? Tuambie basi. Hapo Ungwaro tuko poa. Tumetulia hapa, tuko hapa na huyo askari anaitwa Steve Bitot. Ni askari mzuri sana. Ni wa hapa Riruta Police Station. Na tumetulia na my team ya Ungwaro Riruta. Kuna huyu mdada anaitwa Irene Ndongo, kuna huyu jamaa anaitwa Joseph Disho, Michira Kibaki. Tumetulia hapa, hatuna mambo mingi na kinaweza Kinyagiro. Kibaki amepiga simu leo, hata kwanza mmenikumbusha. Kibaki amepiga simu alafu ni kama alisita kuongea. Lakini anyway, hasa kama timu Liruta iko fiti ni sawa sawa. Tutaendea kwa mjadala baadaye. Lakini ningependa ni kusikia sauti watu wakiimba bwana. Sasa si unaimba namna hiyo halafu tunasonga mbele. Tunaimba nyimbo zipi? Leo ni siku ya nani? Birthday. Wacha Dana akuje. Mimi sikuange muimbi, sijui kama nitaweza. Hebu akuje. Alafu kitu ingine, hiyo miaka uliweka ni yako ama ni ya jirani yako? Nini? Hiyo miaka uliweka. Miaka gani? Umeona wapi? Kuna pahali umeweka. Mimi hiyo miaka nimeishuku. Kwani jirani ako na miaka ngapi na mimi niko na miaka ngapi? Hebu Dan fungua mic, amesema tumuimbie wimbo wa birthday hata kama tuone keki. Dan. Yes. Dan, by the way, wacha niwaambie leo. Huyu mgeni wetu hapa Blessed Mom leo ameleta shida. Naona. Leo amenitumia emojis mingi za birthday. Ninaangalia hivi hadi naanza kucheka. Naangalia hivi gaya. Lakini they are good. They are good. Dan, si tumuimbie happy birthday. Mimi sikuange muimbi. Haya, waimbi. Hebu tusaidiane kidogo. Tunamwimbia gani? Si ni ile happy birthday, mimi sijuangi ingine. Kuna ingine hapa ni ile tumesahau, lakini tungemwimbia. Lakini hata nilimwambia kuna ingine inaimba. Mimi napenda, unajua nyimbo ya Karisi. Nimeshamwimbia hapa. Ha? Karisi ni gani hiyo? Hiyo nimemwimbia hiyo Mdhoni Kifagio. Hiyo ni ya birthday? Hapana, hiyo moja nilikuwa namwimbia Tafakari. Hebu tumuimbie ya birthday. Haya, tuanze. 1 2 3 sing. Happy birthday to you.
Happy birthday to you. Happy birthday, dear Papa Isaac. Happy birthday to you. How old are you now? Umejua huyu anaenda polepole sana. Blessed mom, sasa wewe umeanza kuuliza miaka ya jirani. Sawa sawa. How old are you now? Sema. Miaka tutaangalia pale kwenye kipande system tutakiangalia, alafu tutapeana miaka msijali, msije mkaofu. Haya, by the way, so leo tunaongelea kuhusu swala fulani ambapo lazima nitawapa mada. Hii mada baada ya kuimaliza kidogo tutaweza kujadili 1, 2, 3 na tuweze kujua kwamba maisha yanahitaji namna gani, yanahitaji nini, yanahitaji nani, ili ikuwe vizuri kwetu. Sasa iko hivi. Nimesema kwenye mada yangu kwamba pombe tu kidogo ilisababisha maiti, ilisababisha kifo, kwa sababu kulipatikana kwamba mtu amefa tu ama amefariki ama ameaga dunia ama amekata kamba, vile viswahili vyenu vyote. Leo ndio hatujaona nyota ndogo ndio atupe hizo viswahili, hayo mambo ya kamusi, misamiati. Haya. Kuna mzee ambaye alituma mtoto wake kinywaji tu, hicho kinywaji tunaitanga kinywaji ama tunasema kwamba ni machozi ya paka, kidogo akamtuma pale. Alipomtuma akaenda akanunua, alimpa shilingi mbao tu, mbao. Akaenda mtoto akaenda, kwa sababu unajua unapotumwa na mzazi kidogo lazima utakimbia. Alipoenda alipataje, wajua alienda akapewa, alafu kisha pewa, ikakuwa kwamba anaporudi ile pombe ni kama ilimwagika. Kumwagika, anajua baba yake ni simba na ama ni hatari, so aliporejea aliongea kwa umbali, yamemwagika kwa sababu ile boga, unajua angemfikia karibu, nini yamemwagika? Chakula yako imemwagika. Okay, unakula pesa zangu ni unaniambia eti nini yangu imemwagika, si ndio? So what happened ni kwamba kijana hakulala siku hiyo kwa nyumba, kwa sababu alikuwa amemfukuza, akamwambia wewe sasa enda usije, kwa sababu umeharibu bajeti yangu. Sasa kijana akaenda akalala mahala pengine. Sasa akakuja usiku, alipokuja usiku akakaa pale hapo nje tu mahala wanaitanga ni epopi, that is Negegusi, lakini ni mahala tu hapo nje tu, lakini alilala tu uko nje. Lakini sasa alipokuwa anapita ni kama alitingiza kitu, so baba yake wakiwa kwa nyumba hakuwa anafikiria kama mtoto wake angerudi. Sasa yeye akatoka nje. Alipotoka nje, wajua kitu alifanya ni kupiga mtu na panga. Sasa alimpiga mtu na panga kwa sababu alidhani kwamba wachawi, kwa sababu wakati huo wachawi walikuwa wanasumbua huo mji, na kijana yeye kwa sababu alikuwa amefukuzwa kwao na hakuwa na pa kulala, akalala pale nje. Lakini kwa sababu ya kutingiza pale nje, baba akatoka nje na panga. Kutoka nje na panga, lazima angepata mtu wa kumgonga. Akadhani amelala chini akifanya vituko vyake, kumbe alikuwa ni mtoto wake, kwa sababu kulikuwa na giza toro. Kwa hivyo unajua wakati unataka kupata mwizi ama mchawi, hauendi na tochi, unaendanga na hicho giza ama hilo giza tu unaenda nalo. Akatoka nje akamgonga kwa panga, na ikamaanisha kwamba ilikuwa ni mwisho wa maisha ya mtoto wake. Lakini hakujua, aliita watu, akaanza kuita watu, mchawi. Haya, nimeua mchawi. Sasa watu kukuja kuangalia vizuri, yule ambaye ni mchawi wake alikuwa ni mtoto wake.
Naona tu chang'aa ya shilingi 20 imesababisha kifo. So unashindwa kwamba chang'aa ya shilingi 20 inasababisha kifo. Na hapo ndipo tunazama kwenye swala zima, kwa sababu we are talking about addiction. Addiction inaweza kukufanya ufanye kitu chochote. Na ndipo nikaleta mjadala huu ili tuweze kuweza kujadili kwamba kweli utumizi wa kinywaji unaona kwamba okay, watu wengi wanasema even Jesus he made wine. He made wine and people yeah, they drank that wine kabisa. And they say drinking is not a sin. They say drinking is not a sin. Sasa mimi sijajua, wewe nataka leo hii hapa sasa lazima tukuje na facts kwa sababu hapa kuna mtu ambaye yeye anaona kwamba hata kama kuna hiyo addiction anaona kwamba hawezi sababisha watu wafe, lakini hapa tunataka tujue wewe unadhani kwamba ulevi ni dhambi? Makokoti Okwini, jambo. Yes. How are you? Biande. Yani umetulia bana, jana siku kuona hapa ba. Ni kazi baba. Lakini karibu tena siku ya leo ikiwa ni Thursday tarehe 17 mwezi wa pili 2022. Iko namna gani? Naona ni katikati ya mwezi. Mwezi imeisha hivi. Sema huku muona si jana ndiye alikuwa anakunywa soda akitudanganya ni maji, ama mimi nimezeeka pia? Maybe ilikuwa ni show nyingine si yangu. Sasa Mokokoti Okwini. Yes. How is Mombasa? Mombasa iko poa. Labda uko wapi? Uko Kisii? Tuko Kisii hapa mji mkuu. Hiyo ni poa. Mimi niko poa. Na President Mam nianze. Na huyu mwingine anajiita Dani Bonde Mkuru Mobema. Kabisa. Hiyo jina ni rahisi na kusumbua. Inaitwa Dan Bonde Kumukulu Mobema. Sema Dan Bonde Kumukulu Mobema. Hapana, hiyo si ya Wakisi, wewe ni Mluya. Anyway. Tuko wazima, karibu ndugu yangu. Yeah. Tulikuwa leo tumesema kama ni siku kuu kwetu, haswa kwangu. Watu wameimba hapa happy birthday. Lakini tena tulikuwa tunazungumzia swala zima la ulevi ambalo umekunywa pombe. Sasa ndio hiyo tunazamia tu hapo. Okay. Sasa ningekunywa pombe singeingia hapa leo. Ama unadhanije? Ningeingia huku kweli? Si ukikunywa pombe ni unapiganga show poa. Sasa leo kwa sababu umeongelea hapo ndio tumezamia ile swala kwamba unadhani kwamba utumizi ama ukunywa pombe ni dhambi au si dhambi, na tungependa tu kuweza kupewa mawazo mazuri ili tuweze kutambua kwamba ikiwa ni dhambi utueleze, ikiwa si dhambi pia utueleze kulingana na vile unavyofahamu na vile unavyojua Biblia. Ni mimi naongea ama? Ni wewe unaongea Mkokoti. Okay. Kwangu mimi kukunywa pombe si makosa. Because mimi si mtu mzuri kwa kusoma Biblia, lakini President Mama atanisaidia. Ni wine kitu kama hiyo nasikianga kwa Biblia. Ama mimi ndio nasikianga vibaya President Mama. Walitumia wine somewhere. Kwani wine ni pombe? Yeah. Kunywa utalewa. Si ni pombe. Iko na kemikali ya pombe. So pombe mwenye anakunywa
akiipeleka vibaya itampeleka vibaya. Unaweza pata umepiga mtu umeua. Na okay, kama President Mam sasa nimpe pombe akunywe, yeye si mlevi, anaweza tusiana, anaweza ongea maneno mingi mabaya, afanye kitu yenye, na kuna mwingine mwenye anakunywa pombe haizi fanya kitu kama hiyo, amezoea, imeingia kwa mwili. Lakini pombe si mbaya, inafuata venye unaitumia. Umeelewa? Ya, kuna watu wanakunywa pombe na mtu ako sawa. Pombe si kitu mbaya. Pombe ni mzuri, lakini inafuata venye ni kama tu bangi. Simulisikia wakisema bangi inaponya nini corona? Simulisikia wakisema. Sasa tutasema aje ati bangi ni mbaya? Pati wale wenye wanaitumia ndio wanaitumia vibaya. So kwangu mimi kama kwa wakati sioni kama pombe ni kitu mbaya. Kunywa, usikunywe hizi pombe ndogo ndogo hapa. Kunywa pombe mzuri yenye kama kawaida. Unaona? Usikunywe hizi mbaya mchanga, usikunywe Brois, usikunywe vodka, hizi vitu za bei rahisi za 100. Sasa unajua Makokoti ya Kuni mahali umeenda hizo za bei kali zenye anaongelelea ni yeye anatuma bila ama mtu anunue kwa bili yake? Si okay, that's why mimi nasema pombe mzuri ni hiyo yenye hata yeye anisema wine anajua alikuwa anakunywa hivyo. So wine si mbaya. Na mimi kwangu mimi pombe si mbaya. Sasa unajua hatukuwa tunaongelea kuhusu ubaya na uzuri. Tulikuwa tunaongelea hiyo kama wewe unajua kama ni dhambi au si dhambi. Si dhambi. Good. Thank you. We got your point kwa sababu tunataka tuwe straight. Ndio tukiingia kwa neno kwa sababu Blessed Mama anaendelea kutafuta vifungu atakuwa anatuambia. Hasa hiki hapa tena ametoroka. Sijui ni kwa nini lakini atarejea. Bondeku tumekuja kwako ndio tuende kwa Blessed Mom. Sawa, sasa mimi nataka nitofautiane na huyu anaitwa Makongotio. Makongotio hapa anasema eti pombe sasa ni mbaya, so pombe si dhambi. Na pombe inalingana eti na vile unaitumia. Na tena anasema eti pombe eti kuna ile nzuri na kuna ile mbaya. Mimi nataka nitofautiane na yeye kwa sababu pombe ni pombe. Iwe ni ile itafanya kazi moja. Kama ni wine umekunywa, ukikunywa changa ni ile tu ulevi utakuja. Na ulevi unakuja na vitu mingi sana. Kwanza nikiweza sema, umejua sisi penye tunatoka, hata kama familia yenu hakuna mwenye anakunywa pombe, lakini umeshaona yule mwenye anakunywa pombe ile vizuri. Na hata ukienda hizi shule zetu hizi kubwa kubwa, enda hizi ma universities, enda kwa hizi mashule zenye ziko, unapata wa vijana wameharibiwa na pombe. Unapata pesa unatumia ufanye badala uende ununue ugali na mboga ukule, wewe unaenda unanunua kuna hii pombe ilikuwa na konyagi, sijui kuna hii simba waragi, unaenda unachukua badala uende ukule kitu, unaenda kuchukua simba waragi, una hiyo ya socket, mtu anaenda na kunywa. Sasa ile mzazi amejua anafanya huko, kumbe huyu mjamaa naye pombe inamweza huko. Huyu kijana anatoka haini mtu, kumbuka huyu atakuwa bibi ya mtu, atakuwa bwana wa mtu. Unaona? Na pombe imemweza huko sana. Ndio maana unapata saa zingine wanarudi, hakuna kenye wamefanya huko, wazazi wamekuwa na stress nyingi huko, ni pombe inajibu watu. Sasa mimi nataka niseme, hakuna pombe nzuri, hakuna pombe mbaya. Pombe ni pombe. Iwe ni wine, kwanza umejua nini inafanyikanga? Hii pombe inakuanga unasema ni wine. Ukienda kuuliza bei yake, unapasa pesa yake ni ngapi? Ambayo unataka kutuambia. Na pombe kuna kitu inakuja nayo pia. Hii inaitwa addiction. Nafanya kuna tu wale wenye hawezi tumia bila pombe. Kama wewe nashukuru tu kwa sababu wewe labda ulijua hii neno vizuri. Saa yote mtu anataka ku celebrate birthday, anataka kunini, ni pombe ndio inamtangulilia. Napata saa hizo unapata watu umeleta pombe, umetumia nini nyingi, ni pombe unataka umekuja eti mna celebrate eti ya birthday iko hapo. Mimi siwezi sema kwa sababu siwezi sema eti sijai onja pombe. Mimi pombe nimewahi onja. Na si eti kunywa ile na kunywa nini. Ile tu nilikuwa nimesema tu leo acha pia nionje nijue
ni nini mtu anasikianga kwa hii pombe. Lakini unajua kuna saa zingine wewe ni kijana unataka kuonja pombe. Kama for my situation, si eti nilionja eti nitakuwa naifanya kila. Nilionja nikasikia tu vile kichwa inaanza. Kichwa hadi nikasema sasa ni kizungu naongea mingi, sielewi kinasema. Hadi nikasema tu bwana sasa hii kitu ndio hii inanipeleka inasikia tu kichwa nataka tu naenda kukaa chini na tusikia tu niamuke tena sijui nitembee niongee vitu vingi. Nikasema hii kitu inafaa niache kwanza nifanye vitu zangu kwanza. Kwa sababu pombe inasababisha watu wengi wamepoteza mwelekeo. Unapata wewe uko na bibi, wewe ni mama unakunywa pombe, unapata pesa yako kidogo, badala upelekee mama mboga, badala upelekee nini, unapata umekwama hapo. Mama unaibisha mama. Napata mtu anapiga lock kwa karibu anapiga kona ya geti hivi anapiga lock kwa jirani. Mama inabidi anaenda kutafuta. Saa zingine ameacha. Kuna wengine wanakunywa sana, wanajikojolea. Anajipukulia hapo. Unaona inafika hadi hiyo stage. Mtoto wako ndio huo anaangalia. Alright. Mtoto anakuja kucheza na wewe. Kabla hujamalizia pale, kwa sababu tunaona ikiwa baba amekuja hapa na hajaweza hata kuongea, itabidi kwamba tumempa nafasi. Ninajua kwamba ni wakati wangu unaisha, lakini niko dakika 15 pale. Ikiwa baba unaweza ukaongea. Okay. Asante kwa nafasi. Ni wasalimu wa mchambo. Kiba basi atoe nini tuone sura yake. Umejua kama ana sura tunaona tu nini Jay ndio iko hapo. Aweke sura tuone. Umejua unaongea background na tuoni wewe. Hata tujui ni wewe. Kuwa sura tuone wewe kama. Hiyo ndio sura yangu ndio hiyo iko hapo. Sura imejiandika Jay. Kama baba Jay ndio tunaona. Hiyo ndio sura yangu na ndio jina yangu. Kama hapo unatuweza. Alright, moja kwa moja tu je kwake ikiwa uko namna gani? Mimi niko poa nashukuru. Labda nini? Tuko salama tunashukuru Mungu. Mimi niko poa. Siku yangu imeisha poa. Ndio. Nashukuru sasa ni wakati wa kupumzika, nikaona acha nikuje niwasalimie alafu ndio nilale. Yeah. Alright, nadhani kama umeingia kwenye mjadala na umeweza kujua ni ipi ambayo tumekuwa tukiingilia ama tukiongelea. Haswa kwako wewe ungependa kusema nini kuhusiana na swala hilo? Nasikia pombe. Isaac, mbona mwambie Kiababa kuna keki inataka kukatwa, mbona unamficha? Mwambie kuna keki inataka kukatwa, aite kina Geti wakuje wote. Aite timu Hamam, timu Fulus, timu Katama, timu Shagala wakuje. Kwani mnakuwa wachoyo kwa nini? Keki ikatwe tuone. Ataweza kuongea masuala ya kwake na kisha ataenda akawaite. Ikiwa tuzame. Mimi nimesikia pombe sijui pombe imefanya nini. Labda uniambie. Tumekuwa tukiongelea kuhusu watu licha ya kujua athari za pombe bado wanasema kwamba pombe iko na umuhimu wake, na hapa tunataka kuuliza kwamba wewe unadhani kwamba pombe ni dhambi au si dhambi? Utumizi wa pombe actually. Okay. Mimi naweza sema pombe ni mbaya, lakini tena si mbaya kwa wale wenye wanajua venye wanaitumia. Najua mtu mwenye anatumia pombe ndiye anafaa itumie vizuri. Na mbona watu wengine, unajua kuna watu wenye wanakunywa na uwezi jua kama wanakunywa hiyo pombe. Na kuna wengine wakikunywa hiyo pombe yani wanataka kupiga kelele kila mtu ajue ameingia. Unapata mtu amepata shilingi 10 ameenda amekunywa nayo pombe. Kwa nyumba hata watoto hawajakula. Hata yeye mwenyewe hata sabuni hana. Mtu anakunywa pombe hata Colgate yenyewe hana ya kusugua hiyo meno. Kwa hivyo mimi naweza sema pombe
kuna ile pombe yenye watu hutumia na si eti nawatetea, yani kuona tu venye naona. Unajua kuna watu wengine wanatumia pombe na huwezi jua kama wameitumia, lakini pombe si ya kila mtu. Unajua kuna watu wenye wanakunywa pombe hata huwezi jua, lakini hao ni wale watu wenye wako na pesa zao. Lakini unapata mtu hana pesa, hana kazi, familia yenyewe kulea ni shida, lakini amejiekelea tu pombe, madawa za kulevya, anachanganya zote. Unapata hata watoto wenyewe mpaka hata ajui venye wanakula, bibi yake ajui, yani hata yeye mwenyewe ajielewi, hako tu. Oh yes. So naweza sema kuna ile pombe yenye ni mbaya. Kwanza kama hizi pombe za kupimwa, kuna pombe zenye ni mbaya na kuna pombe zenye ni mzuri kwa wale watu wenye wanajua kuitumia. Tumesikia wewe ingewezekana kama ingewezekana watu waache pombe. Sana sana ni mbaya sana kwa mwanamke akitumia. Mwanamke ndio kichwa cha nyumba. Unajua wewe umeongelea kuhusu athari na utumizi, lakini haujatueleza ikiwa ni dhambi au si dhambi kulingana na Biblia. Hivyo tu. Ni dhambi. Good. Thank you. That is the point. Blessed mom, tuende kwako. Nakupata. Sasa tupe mahusia kwako kwa sababu wewe ndiye ulikuwa uongee. Mimi nikiingia kwa kuchangia. Ndio. Mimi upande wangu ningesema hapo kuhusu kwa dhambi, labda mtumishi akuja tueleze kiundani. Juu mimi sipendi niseme kitu ambacho sielewi nikakwaza mtu. Lakini tukiongea kwa swala la pombe, on my side, mimi siwezi kusema kuna pombe mzuri na kuna pombe inasaidia. Mimi upande wangu nasema pombe zote ni mbaya. Kwa sababu kama hizo pombe mnasema zinauzwa bei kali, wakati umeenda ukanunua hiyo pombe ya bei kali, kwa nini ungenunua hata chakula ikakuliwe kwako? Haya, kitu ingine, hii pombe unafaa uangalie kuna kitu inakuongeza kwa maisha yako ama hakuna. Mimi upande wangu siwezi kuunga swala la pombe mkono. Pombe imeharibu boma nyingi, pombe imeharibu familia nyingi, pombe imeharibu watoto wengi. Kwa hivyo mimi upande wangu pombe nasema big no. Alright, so umemaliza swala la kwako pale? Okay. Sasa hapa tunataka tuelewe kwa sababu naona kwamba tuko na dakika chache na nikidhani kwamba kila mmoja ameweza kuchangia. Lile ambalo tutaweza kuliongelea hapa, ikiwa wanaona text ya kwako huko, unataka keki, naona text pale. Gertrude anasema kama hi everyone, happy birthday papa, thank you. Hesbon Kaunda watching from Roysambu, thank you. Irene alikuwa amesema kwamba happy birthday papa, thank you so much, na tumesalimika hewani all along, thank you. Tuende kwa kukupa facts about the same kwa sababu tuko na dakika 7 tuweze kumaliza. Tunaongelea kuhusu wine and liquor. Now, kuna masuala tunaongelea hapa. We talk about wine and liquor. Taking wine is not sin, but taking liquor is sin. And in the world today tunaongelea kuhusu the use of liquor kwa sababu mingi it's a form of alcohol. So ukitumia unapata kwamba umelewa chakari. And what we are talking about here is drunkenness. Drunkenness is a sin. That is what the Bible says, that do not get drunk with wine, for that is debauchery, but be filled with the Spirit. Kitabu cha Efeso 5:18 inasema hivyo. So kuna maswali tofauti tofauti. You are asking yourself kwamba Yesu alitengeneza lika ichanga ama alitengeneza wine.
So kuna tofauti because wine na liquor haziendani. Number 2, wakati tunaongelea kuhusu masuala hayo bado ni kwamba kwa hapa kwa masuala ya ukisoma kitabu cha John 2:1-11 inasema kwamba watu wengi wanajiuliza wakati Yesu alikuwa ametengeneza wine, alikuwa na intend watu waweze kuweza kufanya nini? Watu waweze kuwa wanakunywa, ili waweze kuwa wanakunywa. Jibu lake ni kwamba la, hakuwa anakusudia mtu aweze kulewa. Kwa sababu utumizi wa hayo mambo ya wine ni kwamba mara nyingi liquor inasababisha mtu analewa, na hiyo it's a sinful act according to the Bible. Unapoangalia the book of Ephesians 5:18 vile tumesema, na pia kitabu cha Mithali ambao ni Proverbs 20:1. So kwa hii case Jesus isn't drink amesema kwamba kukunywa ama kutumia liquor ama kutumia pombe ni dhambi. Now tunataka tuende pale chini tuweze kuongelea about last supper ili tuweze kupata approval kwamba ni kipi hiki ambacho Yesu alifanya. Tunaambiwa kwamba in the last supper Yesu alitumia wine and alitumia wine na akatumia unleavened bread pale. So tunaambiwa kwamba these things ziko na reasons zake. Kwa sababu tunapangalia pale pia Paul ameongelea about Timothy, recommended that the Timothy drink a little wine for health reasons. That is 1 Timothy chapter 5:23. Hiyo ambayo watu wengi tunaitumia so that tuweze kuwa tunalewa kila wakati, which is not what it was intended. So wine inatumiwa for the health of a Christian. That is, hiyo nataka uelewe vizuri. Health ya Christian ni 1, wakati wa mwili wa Kristo. Hiyo ndio inakutumiwa kama wine, ndio inatumiwa kama blood of Christ. Halafu pia unapata kwamba bread inatumiwa kama mwili wa Kristo, and then when you take that it is health wise kwa mwili wako, because you believe that hiyo wine ni blood na una believe hiyo bread in the body. I think tunafuata kufikia hapo. So that is why mara nyingi we get to understand there is a difference between beverages, alcohol and wine. So that thing, they are very very different. So the Bible is acceptable kwamba you drink wine, but it's not acceptable kwamba you use liquor and alcoholic beverages in a lot of amounts. Otherwise, mimi nimefikia hapo na ninaona kwamba saa zetu zimeweza kuisha. Sina la ziada unless you have a question. Mobema, do you have a question? Hapo tuko sawa, sina swali lolote. Kuna swali, labda huyu anaitwa Ekiambaba. Ekiambaba. Mimi sina swali. Right. Ningeshukuru kwa mjadala wa siku ya leo. Pia mimi nimejifunza, nimejua. Right. At least you get something ili ukienda pahali utaweza kueleza na itakuwa ni vizuri. So I think sina la ziada unless by the way keki sikuweza kununua keki mbili, nilinunua keki moja. Na hiyo keki moja tulikata pale manyumbani. I was not to come. Wapi nikujie yenye libaki? Iko lakini huwezi kaletwa hapa kwenye studio kwa sababu mimi ninaondoka. So tunasema mi mara nyingi family ndio inakuanga kitu ya kwanza, ndio tunakuja kwa studio. So studio tungenunua yetu
tufane hapa ingekuwa vizuri, lakini kwa sababu hatukununua hatungeweza kufanya hivyo. So ilikuwa ni yangu na familia. I think mmenipata, lakini mtapata picha kesho kama unakuanga rafiki yangu wa WhatsApp. Kiama, what is the problem? Unaweza ukaipata. By the way, Mobema tutaongea na wewe, tutaongea pale nyuma ya tent. Otherwise, kesho habari njema ni kwamba kesho tutakuwa na Fredrick Omondi ambaye anaitwa ni Fredrick Omondi Oseko, ambaye ni mwimbaji wa wimbo kwamba Yesu ndiye mwamba, ambaye pia ndiye ameimba wimbo Shalom. Sasa kesho mahojiano atakuwa hapa live kuanzia mida ya saa 2 hadi mida ya saa 4 usiku. Kwa hivyo usiondoke. Kwa hivyo ambia ndugu na jamaa kwamba kesho tutakuwa hapa na kaka Fred Omondi, ambaye tutakuwa kwa njia ya mtandao wa StreamYard. Ataingia na link, alafu tutaweza kufanya mahojiano live. Na mkumbuke kwamba next week tuko na Patrick Kubuya. Next week tuko na Patrick Kubuya siku ya Sunday. Itakuwa ni siku ya kuabudu. Otherwise, thank you so much. Thank you for your time. God bless you. Na sasa tuseme may the grace. Kila mtu afungue mic yake kwake, tukaseme may the grace. Itakuwa ni vizuri tukifanya vile. May the grace of our Lord Jesus Christ and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Amen. Asante sana kwa wakati wako. Mungu akubarikie tena hadi wakati mwingine. Naitwa Papa Isaac LENARD kwenye Moshene. Nasema to God be the glory. Goodbye.